Movie inaanza, tunakutana na mama mmoja anaitwa Amelia pamoja na watoto wake wawili Abigail na Sandra. Sasa wakati huo kuna huyu mzee anaingia. Huyu mzee ndo mwenye nyumba. Amefika tu akawafukuza watoto. Mke wake akamwambia, "Lakini mume wangu, kwa nini unawafukuza watoto? Au si watoto wangu? Ina maana unafikiri mimi sielewi? Unazungumza nini mume wangu? Mimi sijui unachokizungumza." Utajua tu, sikia. Muda mrefu umendanganya. Leo nimeshika hii karatasi ni DNA test. Kwa nimejaribu kwenda kwa madaktari, wameniambia watoto sio watoto wangu na rukuki nidanganya. Muda mrefu na walea na tunza, lakini mwisho wa siku nakuja kugundua kuwa hao watoto sio wa kwangu. Unajua inaniumiza kiasi gani? Au hujui jinsi ambavyo naumia? Yaani wewe mwanamke ni zaidi tu ya muuaji. Naweza nikakuita muuaji. Yaani mpumbavu kabisa wewe. Oya, shika hii DNA test, angalia. Lakini mume wangu, unachokizungumza mimi sijui chochote. Hawa ni watoto wa kwako. Sikiliza, kila kitu kipo hapa. Yaani hii nyaraka ndo itakayokufunga mpumbavu wewe. Basi hapo Amelia anakamata DNA test anaangalia. Mshikaji akamwambia, "Sikiliza, sasa mimi naondoka hapa na nikirudi tu nataka kila kitu kiwe sawa." Mwana akaenda kulala nje huko. Asubuhi kumepambazuka. Sasa Amelia anaenda kuamsha watoto wake wawahi kwenda shuleni kama kawaida. Basi anaenda kwenye chumba cha mtoto Abigaili. Sasa anamwamsha Abigaili amke. Abigaili, kumepambazuka mwanangu, nenda kaoge, pige mswaki, ujiandae kwenda shuleni. Anaenda kwenye chumba cha Sandra. Sandra bado amelala. Sandra mwanangu, amka, kumepambazuka, nenda shuleni bwana, amka. Sandra anaamka anaenda shuleni. Sasa leo hii mzee ndo anarudi mchana. Mzee anakuja hapa. Umetoka wapi? Ebuka, niambie umetoka wapi? Ebuka akutaka kabisa kumwambia. Akitaka mpige kibao, akamwambia siwezi kukupige kwa sababu utakuja kusingizia kuwa mimi nakunyanyasa. Kwa mimi sitaki kukupiga. Nataka tu humu ndani uondoke wewe mwenyewe. Lakini mume wangu, hao watoto ni wa kwako. Wewe sikiliza. Tayari vipimo vilishaonesha watoto sio wa kwangu. Mbona unakuwa hivyo? Hivi unafikiri mimi nawezaje nikakuamini wewe? Mpumbavu, wewe ndani lazima uondoke tu. Hapa anakuja kuongea na shemeji yake anaitwa Amaka. Sasa huyu Amaka ni dada yake na mshikaji pale Ebuka. Sasa mama leo amepata taarifa, anakuja. "Nini mama?" Akasema, "Wewe unataka kudhalilisha huko wetu." "Mama, njoo tuongee ndani basi, majirani wasije akashtuka huko." Basi mama akana haramika. "Ina maana wewe mume wako jinsi anavyokupenda Ebuka hawezi kudanganya. Wale watoto sio wa kwake. Hebu niambie, hii siri utaificha mpaka lini?" "Mama, kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaamini kama watoto sio Ebuka?" "Ndio." Sasa upande wa pili huku tunakutana na mwanetu hapa. Mwanetu Ebuka yuko na rafiki yake, akamwambia, "Sikiliza mwanangu, Henry, sasa cha kufanya mwanangu, mimi niite tu mawakili wangu waende wakaniandikie talaka." Kapiga simu pale kwa wakili mmoja. "Wewe niandikie talaka hapo, nataka nimpatie mke wangu talaka kwa sababu nimepima vipimo vya DNA imegundua kama sio watoto wangu." Kwa mwana akasema, "Sawa, nakuandikia sasa hivi." Mshikaji hapa akawa nasikitika tu Henry kwa sababu rafiki yake tayari alikuwa analea watoto ambao sio wa kwake kabisa. Anamsikitikia sana rafiki yake. Mwisho wa siku mchizi ndo anarudi zake nyumbani huku. Sasa mwana sasa hivi familia yake haina raha kama zamani kwa sababu amegundua watoto sio wa kwake. Anakumbuka miaka ile ambayo alikuwa akiwatunza watoto anapokelewa na mama akawa anamwambia kuwa aka katoto kamefanana na wewe, yani kama wewe tu, yani kasoro tu ndevu. Basi mzee anakumbuka hizi situation alizokuwa anapitiaga. Unaambiwa kwamba Amelia akana kasifia katoto, "Oya, poa kama baba yako kabisa, angalia komwe kama la baba yako." Basi unaambiwa siku zikazi naenda, mchizi anaendelea kukumbuka tu haya matokeo. Yani anamzunika kishenzi jinsi alivyokuwa anampenda huyu mwanamke. Mwisho wa siku amemsaliti, amemletea watoto ambao sio wa kwake kwenye nyumba yake. Anamwambia, "Nakupenda kinoma. Hebu twende bwana huko juu nikakuzagamue." Basi hizi ni furaha zote za kwenda kwa watoto wake. Unaambiwa mchizi anaendesha gari akiwa na mawazo barabara. Sasa akiwa na mawazo yuko zake huku njiani. Unaambiwa mshikaji mwisho wa siku akashindwa kabisa kuendesha gari. Ikabidi tu asimame mita fulani hivi. Basi ngoma inatutupa leo Jumapili. Oya, mchungaji leo yuko anaendelea kuhubiri. Anasema hivi, yani humu kwenye kanisa siku hizi kuna watu wazinzi. Yani zamani wazinzi walikuwa ni nje ya kanisa. Lakini sasa hivi watu wako huko kanisani wanazini. Watu amen, pasua kweli. Acha nipasue tu kweli. Ni kwamba kuna wanawake wako ndani wanaleta familia ambazo sio za kwao. Kuna mwanamke yuko ndani ameleta watoto kwenye familia yake ambao sio watoto wa mwanaume wake. Hebu ngoja nisogee, labda mtanielewa vizuri. Namaanisha hivi, yani kuna upako umenishukia kuwa kuna watumishi wa Mungu wako ndani ila ni wazinzi, wanatoka nje ya ndoa, wanatoka nje ya ndoa wanaleta watoto. Sasa hili neno likali namgusa pale Amelia akashangaa. Basi hiyo akasema wako, yani kwenye hili kanisa, yani mama kabisa
mwenye nidhamu yake ameleta kwenye watoto kwenye familia yake ambao sio wa kwake, imradi tu mume wake azidi kulea. Basi unaambiwa pale pale Amalia akuvumilia, akabeba familia yake wakawa narudi. Sasa alivyotoka nje akampigia simu Ebuka, akamwambia Ebuka, yani umeamua kutoa siri za familia? Yani mpumbavu huyo, ngoja. Akapokea simu pale, akamlalamikia balaa. Huku kanisani neno la Mungu likatembea vibaya mno. Sasa amemfuata hapa, napiga simu zangu upokee. Sasa mbona umeenda kumwambia mchungaji siri za ndani? Akasema nimeenda kumwambia kwa sababu ni mchungaji wa kiroho. Ndio, ni mchungaji wa kiroho, ungesubiri kwanza tuongee tuyajadili. Hebu sikiliza, unachokifanya sio poa kabisa, yani sio sawa. Sawa, hii sio haki kabisa. Sio haki. Kwa haki ni nini? Haki ni kuleta watoto ambao sio wa mwenzako. Kwa hiyo na mimi nikikuletea watoto humu ndani, wewe umeelewa vibaya. Hebu twende tukapime tena. Mimi siwezi kwenda kupima tena wakati tayari nimeshahakikisha DNA tayari imeshaonesha kuwa hao sio watoto wangu. Kwa hiyo mimi siwezi tena kwenda kupima. Basi mama hapa akawa na huzuni balaa. Siku kazi naenda na leo akamwambia, sikiliza, nimezungumza na wakili wangu, atakuja kukuletea talaka hapa. Unazungumza nini lakini? Ebuka, mbona sikuelewi? Ebuka akasema ndio hivi, utanielewa tu. Na huko ndani inatakiwa wewe uondoke. Ebuka, mimi siwezi kuondoka. Hii nyumba sio ya kwako. Hii nyumba tumejenga wote kabisa. Kwa hiyo mimi siwezi kuondoka kabisa Ebuka. Ebuka, unazungumza nini lakini? Ebuka akamwambia, utaondoka tu. Oya, Ebuka kaenda moja kwa moja huko ndani, akaenda kubeba vilago vya bidada, akatoa nguo zake zote kwenye kabati. Anakuja hapa Amelia, anamwambia Ebuka, unachokifanya sicho, mimi siondoki huko. Wewe sikiliza, mwanamke malaya, ondoka huko. Ebuka, labda utaondoka wewe, ila mimi na watoto wangu tutakaa huko, maana hii nyumba ni ya kwetu sote. Basi Ebuka amechoka balaa, anaamua tu kuondoka usiku ule ule. Ebuka, kwa hiyo unaenda wapi Ebuka? Ebuka hataki kuelewa, washa gari na akawa anaondoka zake. Sijui anaenda kulala huko club. Tayari mchizi sasa hivi amevunjika moyo juu ya mke wake kwa sababu ametambua watoto sio wa kwake. Kwa hiyo anaendesha gari kwa fujo mpaka asubuhi. Sijui mchizi alienda wapi. Sasa mzigo unatudondosha asubuhi mapema hii hapa. Mwana amerudi tena, lakini hataki kabisa kuingia ndani, maana mshikaji amekuwa na mawazo juu ya mke wake. Maana kitu kinachoendelea hapa, mara simu ikawa inaita, lakini mwana hataki kabisa kupokea. Akameingia hapa, akasema shida ni Ebuka, lakini kwa unalala nje ya ndoa, mimi ni mke wako, inatakiwa tuzungumze, aishe. Tuzungumze. Sasa haiwezi kuisha kwa sababu wewe una watoto ambao sio wa kwangu. Sijui kama unanielewa. Mimi siko tayari kuishi na kulea watoto ambao sio wa kwangu. Basi mchizi akabeba begi. Ebuka, unamaanisha nini? Ebuka, naomba nisamee. Nisamee. Ebuka akasema siwezi kukusamee. Ebuka tafadhali, naomba nisamee eti nina makosa. Ndio una makosa na inastahili wewe nikupe talaka. Kwa hiyo talaka tu ikikamilika unaondoka. Ebuka akawa analazimisha bidada aondoke. Mimi siwezi kuondoka, basi nikanyage tu. Mimi niue, yani siwezi kuondoka. Haya niue mimi hapa. Mimi sitaki kabisa yani nikuache. Ebuka, hawa watoto ni wa kwako. Mimi sijakusingizia. Unaambiwa kwamba bidada analia mpaka sio poa. Mwana akamwambia hebu nipishe huko. Sangalau wewe. Akawa anaondoka zake. Ebuka, rudi Ebuka. Ebuka kama amesepa, watoto wakawa wameshuhudia. Watoto wakawa wanajiuliza nini? Sasa Abigail akamvuta pale Sandra akamwambia acha mbea. Wakina mama anagombana anataka kuleta umbea. Basi unaambiwa mama analia kwa sababu hao watoto wanaamini kabisa wa kwake. Unaambiwa aliweza kulia vibaya mno. Sasa mzigo unatudondosha asubuhi mapema hii. Sasa watoto wanakuja huko. Mama anasikia tu watoto wanakuja. Mama vipi? Baba yuko wapi? Naona jana mlikuwa mnagombana au ndo kamchezo? Akasema hamna bwana, usijisikie vibaya. Wazazi waga sometimes wanagombana ila tuko sawa kwa sasa. Akawa amemdanganya hapa Sandra. Twenzao shuleni, mtoto mzuri. Babako anakupenda yeye anakupenda kuliko wewe unavyompenda, sawa? Hakikisha unasoma vizuri. Basi unaambiwa kwamba ni anawapenda watoto wake vibaya mno. Basi akawa anawasindikiza shuleni kule. Sasa unaambiwa leo hii hapa kinachofuata sasa huku ni noma sana. Unaambiwa amekuja hapa rafiki yake. Rafiki yangu vipi? Shida nini? Mbona sikuelewi? Akamwao tu pale. Yani hapa hata mimi mwenyewe sielewi. Akamwambia unachokiogopa nini? Sawa, anaitwa Steph ni rafiki yake. Akamsimulia. Uwezi kuamini wale watoto wa Ebuka eti anasema sio wake. Kivipi sasa anasema sio wake? Kwa hiyo DNA imeonyesha sio watoto wake au ni kweli sio watoto wake? Niambie rafiki yangu. Hapana, yani unanichekesha. Wale ni watoto wake kabisa. Hata mimi sitaki kabisa kuamini kwa sababu sijai tukaga nje ya ndoa. Yani hata chembe hata kumtamani mwanamume wa nje. Ndio hujai kumtamani. Sasa sisi tusemaje kama DNA imesema watoto sio wake? Ina maana huyu mshikaji aendane na DNA yake au inakuaje sasa? Mbona tuelewi hapa? Hebu tuambie sasa inakuaje hapa? Akasema hata mimi sijui.
labda twende kwa daktari. Ameenda kwa daktari, amepima, amekuta vipimo vinaonyesha vile vile. Basi amekuja leo tena na watoto ili awapime. Sasa sikilizeni. Lakini mama, leo tumewahi kurudi shuleni. Asema sawa. Ikabidi tu awapime nini, vipimo vikaonyesha tena yule sio kwa sio DNA ya aviendani vipimo. Basi leo akiwa kwenye simu hapa anapiga simu, lakini mshikaji pale hataki kabisa kupokea. Sasa kana anamlalamikia hapa dada yake, akamwambia dada, nimepima tena nimepima vipimo vyote vinaonesha Ebuka au sio watoto wake, mimi nachanganyikiwa. Sasa amejikatia kabisa tamaa, akasema leo hii saa watoto wako zao wanajisomea, mara mzee akaja hapa. Sasa mzee akawa amepita hapa kwa kasi bila hata kuwasalimia watoto. Sasa kuna ule mtoto ambaye nilikwambia hayupo, leo amerudi. Sasa huyu mtoto akamfuata, maana kidogo yeye ni mkubwa. Unaambiwa kwamba akamfuata pale baba. Baba. Baba, shida nini? Mbona unatupita kama utufahamu? Nimerudi kutoka chuo lakini bado sielewelewi. Akasema shida ni mamako, labda muulize mamako. Mama naye anakuja. Unazungumza nini na mtoto? Mtoto hakuepo, amerudi, utaki hata kumsalimia. Sikiliza mwanangu, naomba tu tupishe. Basi kabidi mtoto apishe tu, maana imekuwa ni nongwa. Tupishe tu mtoto wangu. Mtoto hata elewi pale. Mbona imekuwa baba sio kawaida yake? Basi yeye akaamua kuondoka. Mtoto alivyoondoka tu, mke akaanza kulalamika pale. Nini ambacho umemjibu mtoto wetu? Hivi una kichaa wewe? Kwa nini unamjibu hivi mtoto? Mwana akasema nimekuja kubeba baadhi ya nguo zangu, ngoja niende baa huko. Unaambiwa kwamba watoto wametulia hapa, mama washangaa wazee wanatoka huko. Nimekwambia niache. Wewe baba Sandra hamna kuondoka. Watoto kabidi wakimbie juu, maana wanajua ugomvi huo hauhusu. Sasa upiti hapa, yani baba Sandra ukipita hapa, labda unikanyage kichwani. Hapo uende sehemu yote. Wewe mwanamke, kabla sijakubamiza na kwamba wewe sikiliza, nimekwambia hivi, uendi kokote. Wewe mwanamke malaya, mwanamke mpumbavu, nipisha hapo. Kwa sauti moja tu, ikabidi bidada aseme sawa. Sasa leo bidada hapo kwenye ndinga anaendesha kwa uchungu vibaya mno mpaka anataka kupata ajali. Sasa wakati anaendesha, maana kwenye redio kuna kipindi ambacho kipo kinazungumzia masuala ya DNA. Sasa kuna huyo daktari anasema kuna mtu anaweza kana na DNA pacha, lakini mwisho wa siku akapime kaonekana ni ovyo. Sasa akawa amepata hii issue, akaja kuwashirikisha ndugu na marafiki. Lakini hapa dadake akasema we, kitu hakiwezekani. Mimi kakangu hawezi kudanganya, hao watoto sio wa kwako. Pia mama yuko hapa. Akasema sasa tunaenda kupima mara ya mwisho. DNA ikionyesha kakangu hao watoto sio wa kwake, msije mkatusumbua mama. Hebu kamata DNA hiyo hapo. Na ni vipimo vyote hivi hapo. Sasa mama akaja kusema we mwanangu, hii DNA kabisa yani inaonyesha kabisa watoto sio. We mama, mimi sitaki kabisa hao mambo. Tayari nishapima, mimi siendi kupima mara ya pili. Labda kama mnaenda nyie, sawa, ila mimi siwezi kwenda. Sasa mshikaji akawa anakumbuka hapa jinsi ambavyo bidada alikuwa anampenda. Sasa yote hii ilikuwa ni kumbukumbu ya bidada. Bidada nakumbuka alivyowaambia kwamba tukapime mara ya pili. Sasa pakasema, sasa hapa inawezekaneje sasa? Kwa mimi nitembea na mizimu? Sasa kana kumbuka jinsi ambavyo walikuwa wanapata chakula pamoja, unaambiwa walikuwa na enjoy vibaya mno. Mshikaji akifika tu anauliza watoto wamekula, lakini siku hizi mshikaji akifika ni kununa tu, minunu inazidi ndani ya mjengo. Basi akanaambia watoto wale vizuri na akiona watoto hawajala alikuwa na mind sana mke wake. Kwa hiyo ilikuwa ni issue hiyo. Sasa leo anasema haiwezekani. Mimi nipo tayari kujiua. Hapa yuko na sumu, anataka kufa kabisa na yuko na kisu. Akishindwa kufa kwa sumu basi anajichoma beto. Akasema lazima nife. Lakini akakumbuka daktari alikuwa anazungumza jana. Akakumbuka kabisa, akaanza kuingia mtandaoni huko kugugu nini kwamba kuna pacha DNA ambayo pacha akifa basi unaambiwa anaweza kachukua na DNA ya pacha wake. Kwa hiyo mtu anakuwa na DNA mbili. Ukimpima kipimo kimoja tu hakionyeshi, mpaka vipimo viwili ndio vinaweza kuonesha kwamba mtoto ni wa kwake au sio wake. Kwa hiyo mshikaji aliweza kupima DNA moja. Sasa huenda na hizi pacha mbili. Basi bidada akasema haiwezekani. Hebu ngoja nikajihakikishie mwenyewe. Lazima nimtafute tu Ebuka nikapime naye kwa mara nyingine. Lazima tu. Hii kitu mimi hakiwezekani, Yule pale ni mume wangu na mimi ndo niliyetembea naye. Mimi sijatembea na mtu mwingine. Sasa leo akaenda na dada yake mshikaji Ebuka. Basi wakaja huko kwa daktari. Daktari akaeleza kabisa kwamba ni kweli kuna DNA ambayo mtu akipima mara ya kwanza inawezekana msione, lakini kuna DNA pacha. Kwa hiyo DNA pacha, kama mtu ana hiyo DNA pacha mkimpima inawezekana ikawa sio. Kwa hiyo unataka kusemaje? Basi tupime
tukija kupima si itakuwa vizuri. Daktari akasema basi njoni mpime hiyo DNA pacha. Mkisha pima hiyo DNA pacha basi kila kitu kitakuwa sawa. Kwa unaambiwa kwamba DNA pacha inatakiwa waje wapime. Amekuja kuzungumza na mume wake huko. Baby nini? Baby nini? Baby nisikilize basi. Nataka tukapime mara ya mwisho tu. Yaani ndio mara yangu ya mwisho. Umesikia? Yaani ni mara yangu ya mwisho tafadhali. Akasema siwezi kwenda kupima kwa mara ya mwisho eti nikapime mara ya mwisho. Yaani sina uwezo kabisa. Umesikia? Labda wewe ndio ukajipime mwenyewe. Mimi sitaki kabisa. Mimi ulishaniumiza. Sasa unataka nini? Mimi sitaki. Sasa kuna hicho kipimo kinaitwa chromism. Sasa hiyo chromism ni pacha moja akifika tumboni, pacha aliyezaliwa anaweza kufyonza DNA ya pacha aliyekufa. Kwa hiyo mtu huyo alikuwa anakuwa na seti mbili tofauti za DNA. Kwa hiyo hapa akana mwelekeza hapo. Kwa hiyo sisi tumetambua kabisa inabidi tukapime hivyo. Lakini mshikaji kwani anaelewa? Ebuka ataki. Ebuka anasema acha uongo na hadithi zako za mtandaoni hizo. Sasa leo akawachukua watoto wakaja kupima kweli na mshikaji yuko hapo. Kuna dada yake pia kuna watoto. Sasa kuna watoto wote wakawa wamepima, basi majibu wanasubiri yaje. Wakati wanasubiri hapo majibu, daktari akaja hapa akasema majibu mtakuja kuyachukua wiki ijayo, kwa sasa nendeni tu. Basi wakawa naondoka hapo. Sasa wakati wanaondoka amerudi nyumbani, kuna mabango yameandikwa hapo kwamba single father, sina baba. Sasa mama yupo kwenye gari akaliona ile bango. Ina maana huyu ni single father tena? Kivipi? Sasa anaenda kuchukua pale ile bango, ameandika kila sehemu. Oya, kama kulichukua ile bango, anaenda kumuonesha mume wake. Ina maana mume wake amefikia mpaka huko. Hiki kitu hakiwezekani. Akamfuata huko. Mume wangu, hii nini hiki? Mbona sikuelewi? Ebuka, swala gani hili unaloniletea mimi? Ebuka akasema, "Kwa wewe ni nani sasa?" Wewe ni nani? Ndio, mimi ni mke wako, lakini kwa nini unanifanyia hivi? Ebuka basi alichukia kinoma. Sasa unaambiwa mshikaji alikuwa ajali kabisa hili swala. Maana naamini kabisa watoto sio wa kwake. DNA ilishapima bwana. Sasa kwa nini iwe hivi? Wiki moja imepita, majibu yanatoka hapa. Sasa daktari akasema hivi, jamani, naombeni tu tusikilizane hapo. Sasa huyu jamaa ndani yake ana chromism pacha mmoja, akifa tumboni pacha aliyezaliwa anaweza kuchukua DNA ya pacha aliyekufa. Kwa hiyo huyu ndo ana matatizo. Kwa hiyo vipimo vimeonyesha kuwa hawa watoto ni wa kwake kabisa, tena ni wa damu moja. Kwa hiyo naombeni tu msamee daktari aliyepima kipimo kimoja. Kwa hiyo hawa watoto ni wa kwake. Basi anakuja kumomba msamaha hapa. Mke wangu, naomba nisamee tu. Mimi sikujua bwana, naomba tu nisamee. Ni bahati mbaya. Mke akamemnunia ameondoka zake. Yani hawa watoto ni wa kibiolojia kwa 100%. Yani majibu ya kwanza yalikataa kwa sababu chromism hawakuipima. Anakuja kuongea na rafiki yake. Rafiki yake akasema inabidi hapa wewe umombe tu msamaha. Kwa hiyo sasa hatuna jinsi. Nenda kamombe msamaha. Sasa leo wazee wamechanganyikiwa huko. Sasa inakuaje sasa? Mimi nilijua tu mimi mtoto wangu hawezi kusaliti. Asante Mungu kwa kuonesha kila kitu. Mpaka mzee wake leo ametimba. Mama anacheka tu. Vipimo vimeonesha kweli. Kweli mzee akasema ni kweli vipimo vimeonesha bwana. Sasa inakuaje? Unaambiwa kwamba hapa mama anasema asante sana mwanangu. Mzee naye anasema ni kweli, si kwenye familia yetu hatunaga tabia za kuchiti. Babako mimi mwenyewe sijai mchiti mama yako. Nitaka nishangae mtoto wangu vipi tena? Sasa mzee tena leo anakuja kuomba msamaha. Wewe shida nini? Naomba nisamee. Naomba tu nisamee. Nimekukosea lakini umenikosea. Sasa sikiliza, nikwambie tu hivi, mimi niko na mawakili wangu. Ili jambo nataka nilisimamie mpaka unipe hiyo talaka. Mwana akasema hapana, mimi siwezi kukupa talaka tafadhali. Akacheka akasema ndio nakumbuka kutokunipa talaka. Ndio sasa leo huko kanisani tunakutana na mchungaji. Mchungaji po anahubiri hapa. Anasema leo kuna mtu anataka kutubu dhambi zake. Kwa hiyo tunamkaribisha aje atubu dhambi zake. Kwa hiyo aje tu hapa mbele bila woga. Basi mshikaji alikuwa ni Ebuka. Ebuka anakuja kutubu dhambi, anakabidhiwa maiki hapo. Ebuka akilia mbele ya madhabahu wase. Anasema nisamee hapa kama mwanaume niliyeharibu na kuangamiza familia yangu tena kwa mikono yangu. Aisee, niliwatusi watoto wangu bastadi. Nilimzalilisha mke wangu Amelia mbele yenu. Nikizalilisha, jamani naombeni mnisamee. Nikizania nimesalitiwa, kumbe kosa lilikuwa ni kwangu. Nilikuwa na chromism. Mke wangu ni msafi sana na watoto wangu. Nisaidieni kumomba msamaha. Jamani anaendelea kulia pale, anatoa maneno ya uchungu. Jamani naombeni mnisamee tu.
watumishi wenzangu, naombeni mkanisaidia kuniombea msamaha. Basi unaambiwa amemaliza. Pastor akasema kipindi kimeisha bwana, tayari umeshasikika. Mungu atakubariki na mke wako atakusamehe. Jamani, hakikisheni mnatubu toba kama jamaa huyu. Basi sala ikapita. Sasa mke akwenda kanisani. Unaambiwa kwamba mama anakuja hapa anamwambia mume wako ameenda kanisani kutubu, kwa akija msamehe tu. Mama, sidhani kama nitamsamehe. Siwezi kumsamehe hata kidogo. Nimsamehe nini? Ebuka, lakini tatizo langu kubwa ni kusahau jinsi alivyonifanyia. Mama akasema tafadhali, hebu msamehe mwenzio. Ebuka, nimsamehe, amenizalilisha huyo. Sasa muda huo Ebuka anakuja. Ebuka ametoka kanisani. Moja kwa moja anakuja kwa mke wake kumomba msamaha. Ebuka anapiga magoti hapo, tafadhali mke wangu, najua mimi nilichokuwa nakufanyia ni kibaya, tafadhali. Sikujua kama mimi ndo nina matatizo hayo. Nilipima tu DNA moja, tafadhali. Sikujua kama nina DNA pacha, tafadhali. Naomba nisamehe tu. Huku macho amemtoka analia vibaya mno, utafikiri sio yeye. Basi amenyongonyea kama meza Piliton. Sikia, unajua ulinitesa sana, umeniumiza, yani umeniliza, ila sina jinsi kwa sababu wewe ndio baba watoto wangu. Niko hapa mbele yako mke wako safi. Sijaitoka hata na mtu yoyote ule. Wakina DJ Panado wamejaribu kunitongoza lakini nimewakatalia. Nakupenda sana mume wangu. Huku mama ananyosha mikono kusema Mungu asante, umerejesha ndoa ya mtoto wangu. Bwana, kama na wewe unapitia matatizo kama haya, basi hii movie ni fundisho. Pia unaweza na wewe kwenda kupima hiyo DNA ambayo wanasema DNA pacha. Unaweza ukasema mtoto sio wa kwako, kumbe wewe ndio una matatizo ya DNA pacha. Oya, hii movie imetufundisha sana wanandoa. Wengi wanagombana kusema watoto sio wa kwao, kumbe ni wa kwao. Tuambie umejifunza nini hii filamu? Basi drop comment yako hapo chini, utakuwa kitisha ile kinoma noma. Tukutane tena kwenye recap nyingine. Hii inaitwa Eflix Movie Recap na mimi hapa ni Tela Story wako DJ Panado. Tukutane next time. Bye.